بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baad, ndugu zangu Islam, tunaendelea na kipindi chetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tupo katika darsa 29 katika kipengele ambacho kwa tumekianza kuhusiana na msafiri na mgonjwa ambaye kuwa maradhi yake ni ya muda. Kwa hivyo tulisema kwamba kuna masail ambayo kuwa tunahitaji tuyaangalie kuhusiana na vipengele hivi viwili, lakini zaidi ni kwamba ni kwenye msafiri, sababu mgonjwa tayari kiujumla tumeshazungumza. Kwa hivyo kwenye msafiri ndiyo kutakuwa kuna masala ambayo kuwa yanahitaji ubainifu, tuyabainishe. Kwa hivyo katika masala namba moja ambayo kuwa yanamhusu msafiri, na ni vizuri kuyajua kwa sababu wingi tunasafiri mara kwa mara katika miezi ya Ramadhani, sio kwa ya Ramadhani. Kwa hivyo inapasa tuweze kufahamu fiqhi inayohusiana na mambo haya. Kwa hivyo masala namba moja, kufungua katika haki ya msafiri anaposafiri, anapokuwa safarini, katika haki yake ni jaiz, inafaa, wala sio wajibu. Manake sio wajibu kama msafiri lazima afungue. Ni kitu ambacho kuwa kisheria kimepewa ruhusa na nafasi ili yusrun lilibad, yani kufanya wepesi waja, na hii ni katika taisir li hadha din. Kwa hivyo ni katika kupata wepesi wa rafu alharaj na kuondosha ile uzito. Kwa hivyo katika rai ya jumhuri ya wanawachuoni tare kwamba ni jaiz, inafaa, lakini sio wajibu, na hii ndio kauli yenye kutegemewa kwa mashekhe wetu tare, Sheikh Said al-Kanubi na Sheikh Ahmed al-Khalili, Allah wahifadhi. Na hii kauli tulioitaja katika madhhabu ya kidhahir ama dhahiria, wao wanaona upande mwingine, ama wanaona rai nyingine. Wao wanasema kwamba ni wajibu kwa msafiri kufungua na kutokufunga, na wamesema hivi kwa sababu tu wamechukua ile dhahir ya aya, yani wamechukua maana ya aya ya juu kabisa tayari, wakasema mpaka imefikia hadi kwamba wao wamesema man sama fi safarihi kaman aftara fi hadarihi, ambaye kuwa atafunga katika safari yake, yani mtu kwa safarini akafunga, basi ni sawa sawa na yule mtu ambaye kuwa hakufunga hali ya kuwa hayuko safarini kimakosa. Lakini kama tulivyotangulia kusema kwamba rai ya jumhur, na ndio rai yenye kutegemewa na yenye nguvu min haythu al-adilla, kutokana na dalili, ni kwamba katika aya ambayo kuwa wao dhahiria wameona kwamba wamechukua juu yake, amechukua kidhahir, wanawachuoni wanasema kwamba kuna ndani yake kuna hadf, ambapo ni aya faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra tare, wa pia waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, kwamba faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, kwa maana kuna kitu kimeondoshewa. Na huu ni uslubu katika Qur'ani unatumika tayari, huu ni uslubu katika Qur'ani unatumika kuondosha kitu kikawa kinakadiriwa. Tumefahamiana vizuri Kwa maana si kwamba ile maana ya aya kuna kitu labda asli kimeondoshewa, lakini kimaana, kihukumu, kuna kitu kinakadiriwa. Kwa hivyo
faman kana minkum maridan au ala safarin fa aftara. Yani hapa wanakadiria wanawachuoni neno fa aftar, kwamba atakayekuwa ni mgonjwa au kwa safarini akafungua, fa iddatu min ayamin ukhra, basi atakuja kulipa katika masiku mengine. Pia kauli ya Allah, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, kwamba huu uslub ni uslubu ambao kuwa umezoeleka katika Qur'an, na hata mifano kama hii katika Qur'ani tabaan imo kwa makapu, yani imo mingi sana tayari. Hatuna shida kuitaja kwa sababu lengo letu ni kuzungumzia hukumu tu ya kufungua katika safari. Kwa hivyo hiyo ni masala namba moja. Masala namba mbili, wamekhtalifiana jumhur ya wenye elimu, wamekhtalifiana lipi bora katika haki ya huyu msafiri huyu, kwake bora lipi, ni kufunga ama kufungua, lipi bora? Pamoja kwamba wamekubaliana kwamba yote yanafaa, akifunga inafaa, akifungua inafaa, lakini lipi bora? Kauli rajih kwa Sheikh Ahmed al-Khalili na Sheikh Said al-Kanubi, Allah awape siha na afya na umri mrefu, tunufaike na ilmu zao, kwamba bora lao ni lile jepesi lao. Kwa maana ikiwa kufunga ni wepesi kwake, basi hili ndio bora, na ikiwa kufungua kwake ndio wepesi, maana kufunga ndani yake kuna uzito, basi hili ndio bora. Kwa hivyo funga inapokuwa nyepesi ikawepesika kwa mtu, ili ndio bora. Tumefahamiana vizuri? Na itakapokuwa ndani yake kuna mashaka, kuna uzito, basi afadhali kwake yeye afungue. Na dalili ya kuzingatia, yani hii tafsiri tulioitaja ni illa ambayo kuwa imekuja kutajwa ndani ya nafsi ya aya hizo zilizozungumzia habari hizo. Tadna ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kwamba Allah anakutakieni ama anatutakia uwepesi wala hatutakii uzito. Kwa hivyo hii aya ambayo kuwa imekuja baada ya kuzungumzia ama kukamilika, imekuja mwisho baada ya kuzungumzia hukumu hizo za msafiri na mgonjwa, tayari inaonesha wazi kwamba ndani yake kuna takhfif na wepesi. Kwa hivyo takhfifu hii na wepesi huu unazingatiwa kwa haki ya yule ambaye kuwa yuko katika ile safari. Kwa hivyo sio ala al-umum, kwa maana ikiwa mtu kwake yeye wepesi ni kusafiri, ni kufungua, atafungua; ikiwa wepesi ni kufunga, atakufunga. Masala namba 3 tayari, na masala namba 3 tumegusia tu katika mara iliyopita, kwamba safari ambayo kuwa inafaa ndani yake tayari kufungua na kutokufunga ni ile safari ambayo kuwa mtu anaweza kupunguza swala kama tulivyosema. Kwa hivyo baina ya ulazima wa kupunguza swala na kujuzu kufungua ni vitu viwili ambavyo kuwa vimefungamana. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo ikiwa mtu safari yake hajafikia hadi ya kupunguza swala, basi huyu hawezi kufungua. Tumefahamiana vizuri? Na hakuna tofauti kama nachuona wanavyosema, safari hiyo ikiwa ni ya taa au safari hiyo ikiwa ni ya maasiya. Tumefahamiana min haithu al-umum kwamba wote wanafaa ima kufunga ima kufungua, kwa wote inafaa. Tumefahamiana vizuri? Pamoja kuwa huyu ambaye kwa kasafiri kwa maasiya atakuwa amepata dhambi, tumefahamiana vizuri, lakini haambiwi kwamba lazima afunge, sababu wengine wanaona kwamba ni lazima afunge ikiwa kasafiri kwa lengo, mathalan tukatoka kwao kwenda nchi ya mbali, nchi nyingine hapo, kwa anaweza kupunguza swala kwa lengo la kukimbia kufunga mwezi wa Ramadhani. Tumefahamiana vizuri?
au kenda kule kwa ajili ya kwenda kufanya mambo tofauti ambayo si ya kihalali. Kwa hivyo baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba huyu lazima afunge kwa sababu lengo lake halikuwa zuri, lakini wengine wanasema la, hakuna tofauti baina ya safari ya taa na safari ya maasi. Tumefahamiana vizuri na hii ndio kauli rajih. Tumefahamiana, hii ndio kauli rajih ama sahihi zaidi, kwa sababu asi ambaye kwa kasafiri kwa malengo yake hayo atakuwa na adhabu yake akhira tare, ikiwa hakutubia kutokana na maasi yake hayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe tusoyajua na tujalie kuyafanyia kazi tunayoyajua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.